Mzangu, kama nilivyotangulia kusema, leo tunaanza siku 3 takatifu, kwa Kiingereza tunaziita Easter Triduum. Mkiangalia tumeanza na wimbo wa utukufu, tukapiga zile kengele na ni kama zimeishia pale, sio kama zinaishia pale, ya tafakari mateso ya Bwana. Hivyo basi, kwanza tunaangazia mambo mawili makuu: upendo unaojitoa, upendo wa ajabu unaojitoa zaidi ya kujitoa, na pia tunaangalia fadhila ya unyenyekevu. Mmesikia somo la Injili, mmeelewa nilichowatendea, kwamba yeye aliye mwalimu, yeye aliye Bwana anashuka na kuwaosha miguu yao, kwamba nyenyekeana. Na tatu, hii huduma basi ya kuhudumiana mwingine. Tutaangalia haya matatu. Kwa hiyo leo haya matatu yakiwepo, pia tutaangalia sakramenti hizi mbili kuu: sakramenti ya Ekaristi Takatifu na sakramenti ya ukuhani. Mara nyingi tunapoenda mitaani tunauliza sisi kama Wakatoliki, hizi sakramenti zetu 7 zitatoka wapi? Wewe leo tumetoka hapa na jibu kwamba siku ya Alhamisi Kuu Yesu alianzisha sakramenti ya ukuhani na pia alianzisha sakramenti ya Ekaristi. Kwa hiyo leo mmepata majibu mawili kwa siku moja. Injili basi ndio kwenye Biblia, leo tuangazie haya mawili. Kwa hiyo tunaanza basi na Ekaristi kwanza. Ukiangalia jimboni kwetu hapa, jimboni na majimbo mengine na mengi, siku ya Alhamisi ni mahususi kwa ajili ya kuabudu Ekaristi. Na niseme kwamba nishukuru wale ambao kweli tunafuata ule mwongozo wa jimbo, lakini tukikuja kuabudu Yesu Ekaristi, kama imani yetu inavyotuelekeza kwamba tujitahidi, bwana, usije ukapita ukasema wale ni wale ambao hawana kazi. Naombeni ndugu zangu, tutafute muda wa kukaa na Mungu, iwe ni hapa kwetu au wale ambao tuko mjini. Kuna St. Peter, kuna St. Joseph, sehemu ambazo tunaweza kukaa kwa ukimya, kutafakari majitoleo ya Bwana, kwa sababu sakramenti ya Ekaristi akajitoa yeye mwenyewe. Tumesikia somo la kwanza, sadaka ya zamani imegeuka kuwa ya wetu ya jipya, anajitoa. Ndugu zangu, hili swala la kujitoa, naomba tujitafakari vizuri. Naomba nitoe mfano ambao umetokea shirikani kwetu. Kuna padri wetu miaka inakaribia 12 alifariki, lakini kabla hafariki bado alikuwa na shida ya figo, na ukijua wanadamu wana figo ngapi? 2. Na nataka kuangalia swala la kujitoa. Kwa hiyo wakaja shirikani, sisi kama wanafunzi tunasoma, ndio fulani anaumwa, anahitaji nini? Figo. Kwa hiyo tunaomba kwenye kikao, ni nani yuko tayari kutoa figo moja kwa ajili ya Bwana? Tumsikie Yesu Kristo. Tukazunguka, wakazunguka mpaka dada yake mtawa na yuko bado hai, ndio aliweza kusema, mimi kwa ajili ya ndugu yangu padri ninatoa figo yangu. Unajua sasa kwenye mitandao huyu ya kwetu tunaanza kuulizana, ndugu zetu, hakuna mmoja angejitoa tu kwa figo yake. Yaani unachukua uhai wako, manake natoa moyo wangu, natoa figo yangu kwa ajili ya ndugu yangu. Hebu kama una mke na wanako hawafahamu naye, hebu tafakari ukifikia leo kama unaweza kutoa figo kwa ajili ya mke wako au kwa ajili ya mume wako. Yesu Kristo. Hapa tuangaliane tu. Utaniambia kama mhubiri tu maliza hii, hatuwezi. Hii utaniambia tu maliza mhubiri yangu niende nyumbani. Kwa hiyo nimetoa mfano halisi wa Ekaristi, sadaka iliyo kuu zaidi, akajitoa yeye mwenyewe. Sasa nikiuliza nani atajitoa hapa, unajua tunaanza kuangaliana hapa. Mimi mwenyewe nitaanza kusema kwa maneno nitaanza kuyameza. Tutafakari hiyo sadaka, hapo amejitoa mwili wake kwa ajili yetu sisi. Wangapi tutajitoa sisi hapa? Msinipe majibu kwa sababu najua hapa naongelea kwa. Kwa hiyo Paulo anatukumbusha kuhusu sadaka hii.
Somo la pili ambalo tumesikia kwenye waraka wa Paulo kwa Korintho ni yale maneno ambayo tunaongea kila mara, kila Jumapili, kila tunapoingia kwenye ibada ya kanisa, kwamba akatoa mwili wake na damu yake akaweka kwamba tunajikumbusha kujisadaka kila uchao, kila siku kujikumbusha kujitoa kwa Kristo. Na sio kumbukumbu tu, sio kumbukumbu kwamba Kristo alijitoa miaka hiyo. Naomba tusicheze na Ekaristi. Nimeshasema hapa mara moja, si mara moja, mara mbili, mara tatu. Sijui waita kina nani wanaotuma watoto kuchukua Ekaristi. Hii ni sakramenti yenye mtakatifu wa ibada sana. Hata mwenyewe nakumbuka sisi tukiwa watoto, si watoto vijana kule mjini nyumbani, tulikuwa tunaambiwa hata kina dada na kina mama, mkija kwenye Ekaristi kupata kufunga nini? Hizi tamaduni zimeishia wapi? Ama tutoe Yesu kwa sababu ndio kupokea kilicho kitakatifu. Sawa, hata kama hatufungi, lakini mwingine anakuoneka kama ana Yesu, anatembea kama kitu. Sika huyo anaenda wapi? Juzi hapa kuna mtoto mimi hapa na yule alikuwa ametumwa, hata akamwambia msimamizi hapa, aende kumwambia ni mtoto amekimbia na akakimbia, amlazimisha ule mwili wa Yesu. Na akakimbia akienda mama kwa ni jambo moja linakuletea laana ya ajabu sana. Na kwangu mimi nilipokuwa paroko kwa ndugu mwingine miaka 6, ilikuwa kweli inaniumiza sana. Wanakuja hasa wanapokuja msibani, mara nyingi ya wanawili ya mabatizwa, wanakuja kwenye msiba, na kwa sababu kila mtu anataka kukomunika, wote wanatoka wanataka kukomunika. Na mimi sisi wanasala isitokee kwamba unaona aibu hapa linabaki, kama kweli unasikia sisi sahihi, basi tu na uombe Kristo akusaidishe. Kwa hiyo nilikuwa napata muda mgumu baada ya ibada msiba kupita tena kwenye mabenchi, mtu amekomunika, amepokea mwili na damu ya Kristo, amepokea mwili wa Kristo na hajui ni nini. Sasa kasi mwingine napata kuchokota kwa aibu, sababu tumekuja kukomunika na ujumbe kukomunika nini. Na unapokuwa kwenye mabenchi, si mabenchi tu, lakini kwa nyumbani, tujiandae tunaenda kanisani. Hatuendi kwenye vikundi, hatuendi kwenye sherehe ya Bwana, kwamba ni Kristo anayeadhimishwa, kwamba hii sadaka ikaipokee, na unaporudi tena kwenye kiti chako sio kama watoto. Wale wengine wanaangalia inaojaje, bana utafakari uliyempokea ni Kristo aliyempenda Kristo. Basi tunaangalia kujitoa kwake kwa adabu na upendo alioonyesha kwetu kama wanadamu. Kwa tunaangalia kwanza Ekaristi Takatifu. Pili, tunaangalia basi sakramenti ya ukuhani kama padre. Hapa nimesema leo inabidi nijitokeze. Basi tunaweza nisibali kanisa ndio pale hiyo kwa kupongeza watu. Unajua watu wamejipanga, lakini kama wao si watu basi baada ya kanisa ndio wapongeza. Lakini nataka sisi kama wachache sakramenti ya ukuhani. Mapadre tumeitwa hatujajiita kuadhimisha Yesu wa Ekaristi. Lakini kitaka kuangalia kinachotukanisa sana kama mapadre sakramenti ya Ekaristi. Kinachotoka mara nyingi sawa ni sakramenti ya Ekaristi. Na ukiona askofu mpaka askofu mpaka anakuwa kofia kile kushuka kuwa sawa hadi wenzake, kwamba tunamshusha Kristo, Roho anapata kushuka. Naomba niwaombe kwa sana leo. Naomba ombeeni mapadre. Mniombee mimi na ndio mnadamba nyingi za mapadre. Hata kama hamjatutakia heri ya siku yetu, naomba mtuombee sana utakatifu, ukapata kuwa kielelezo kwa wengine. Mimi nimekuwa kijijini, na kupata kipindi sisi tunatumikia kanisa, na kama nilitumikia kanisa, nilikuwa nadhania mapadre wakimaliza ibada ya kanisa na hao watumishi wanaenda kule nyuma kuongea na Mungu na kula sadaka. Tumsifu Kristo. Nilikuwa natamani sana kanisa letu lilikuwa finyu sana, mpaka hakuna nafasi ya watoto. Nilikuwa tunasimama kule nje kule pembeni mpaka naona ule utakatifu. Sasa naomba kwa sababu Yesu aliwaelekea wao kwenye pembeni utakatifu kwa kuadhimisha na kuwaleta watu wengi kwa Kristo. Mungu mapadre.
Najua kiubinadamu tunapenda kuwasema, labda mnaona hata tunajoka amepita sehemu fulani, tunapenda kuwasema sema. Naomba zaidi tunene kuongea na Mungu kwa ajili ya kazi ambayo tunayofanya. Na wale basi kabla tutakuwa kielelezo chema kweli, tuombee kama tutakuwa kielelezo chema, tusije kama watu motoni msije. Kama utamwombea maji hata mmoja tupande kama mnyoshe mkono. Kama utamwombea maji kama mnyoshe mkono. Yaani watu wengine hawataka kuniombea yale jamani. Hata ndio sijasema muombe kwa mnyoshe mkono hii kwa kuombea maji. Kuombea utakatifu kwa ibada wanazo ziadhimisha. Kwamba maisha yetu yatagusa watu na sio kupotosha watu. Tukakuwa mfano kwa watu wengine. Na sisi tukapata kushuka kiasi cha namna Kristo alivyoshuka kuwaosha wengine miguu. Tukatumikie. Usiku kinipigia simu padri na mgonjwa hospitalini, niweze kuwa na utayari wa kutoka kwenda kuhudumia. Mtuombeeni hiyo karama na nguvu ya ndani kwa padri, wakapata mwamko mpya wa kutumikia kanisa na taifa la Mungu. Jambo lingine basi la kuangazia, tunaangalia sakramenti mbili ya Ekaristi na ukuhani. Lakini naomba tuangalie basi hili swala zima la unyenyekevu. Kwa sababu wote tumebatizwa na ubatizo wetu sisi ni makuhani. Swala la unyenyekevu ina maana gani? Unyenyekea ina maana kwamba kwa mfano nimekukosea au umenikosea, kuombana msamaha. Tutizame mfano wa mwana mpotevu. Huko akijua kweli hana haki, lakini akaomba ni kuondoa kiburi. Unyenyekea ni kuondoa kiburi. Akaondoa kiburi alichokuwa nacho, akaamua nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia nimekosa mbele yako. Sisi sote tukachukua mfano, tuseme na mimi nitaondoka, kwamba naacha kauli hii ya kuwa na kiburi sana. Nitaondoka, niache kwamba sitaki kusamehe watu. Niache mambo haya ambayo hayampendezi Mungu na kuongoza watu. Kunyenyekea, nitaondoka, nitakwenda. Kunyenyekea ni kusaidiana katika majukumu na shida za kawaida, mambo ya kawaida. Hiyo ni mema au mabaya, ukainuana kumwinua mtu ambaye yuko chini, ni kunyenyekea. Kwa sababu kama mwingine kwamba kama si kunyenyekea basi ni kiburi. Kuwafariji wengine, kuwaonea huruma wengine, hata wale ambao hawastahili kuonewa huruma, ndio lazima la unyenyekevu. Unavunja nguvu za kiburi, unavunja kutaka mamlaka. Kumbuka Petro amesema nini? Petro hakutarajia kwamba Kristo angefanya jambo lile, akamwambia bana, mimi huwezi kuniosha, kwa sababu alitegemea kwamba wao ndio wanaofaa kuosha bosi wao. Kristo akamwambia mpe na wapa na waishe mfano ambao ni tofauti. Kwa Petro anafundisha na sisi tunafundishwa tusiangalie tukapendo. Ninajua mimi ni mwalimu na mkombozi, lakini nawafundisha jambo kwamba kazi, vyeo, kama padri, wewe kama mwenyekiti wa kanisa, wewe kama mwenyekiti wa wakati, wewe kama mwenyekiti wa vijana, wewe kama mwenyekiti wa wapita, wewe kama mwenyekiti wa Yesu, vyeo ni kuhudumia, sio kile ni kuhudumia watu wengine. Tujitafakari kwa namna ile. Sisi hiyo ni kanisa, lakini pia nyumbani. Baba siku moja surprise kwa watoto. Wengine jikoni wapikie chapati. Wengine jikoni wapikie washangae bado baba ndio anaendelea jikoni. Sisi kwamba tuhudumiane. Kama leo kwa vingine. Baba wetu anashangaa. Na sasa kichwa kimekuwa chini. Sababu ndio unyenyekevu, kuinama chini. Mpaka nimesema wakati utangulizi kwamba dada zima la kuosha miguu kipindi kile hakuwa na viatu. Isikuwa ni zile sando za kawaida tu. Na vumbi zote wametoka kuhudumia jumuiya, wanarudi nyumbani hapo kwenye sherehe. Ameamua basi kuwatawala. Bwana akainama kichwa kwamba amejisusha kwa namna ya kipekee. Na sisi ndio vile kwamba tunapata kujisusha kwa namna ya kipekee na kutoa huduma kwa wengine. Na jambo lingine basi
ambayo tuliangazia siku ya leo ni basi amri kubwa na wapa kupendana. Kinyume cha kupendana ni nini? Kinyume cha kupendana ni nini? Simseme kwa sauti. Kinyume cha kupendana ni nini? Yesu alisema sisi anatuambia tupendane. Angalia jirani yako, ukilia sina jirani. Mimi nataka nijipende, lakini mwambie wenzako tupendane. Mwambie tupendane. Si mwambie tupendane, mwambie wenzako tupendane. Tupendane. Kama hivi unaposema basi tunapendana, unasameheana. Kwa maana hata kama leo kama tumewabeba watu tuachie. Sasa tunaingia kesho Ijumaa Kuu, siku ya sadaka kubwa vile, bado nimebeba mtu. Tutafanya swala hili. Najua unajua kusamehe sio rahisi. Kusamehe sio rahisi. Ndio hivi sasa Yesu akaamua, hebu tafakari, wanaume wanakuja hapo baadaye wanakaa 12. Huku akijua vika kwamba Yuda yuko pale pale. Bado anamuosha. Inaita tuko wengi, wasaliti kwao tuko wengi, lakini Kristo akatuonyesha mfano. Wanatuambia tufanane na Mungu, tufanane na Kristo. Tujifananishe na Kristo. Wakati umefikia watu wabeba, nikiona kukaa siku moja tuambia siku moja na jamaa moja soma shule ya sekondari. Ndio kijana alikuwa mrefu kama mimi. Kwa tunasaidia masuala ya vijana. Watu kama sana kuanza mtihani atuzungumza tuongee. Kwa siku moja nenda sokoni, na sokoni kwetu kuna vitabu vingi. Mtabu umechoka sana kama unataka. Kwa hiyo nikamwona kwa sasa ndio tusalimiane. Mimi nikamwona leo niona leo kaza kukuta mzee Kristo. Sasa tukawa hatuna ujanja, lazima tufanye nini? Tusalimiane. Mimi bwana. Sasa unajikuta umeingia kwenye mtego ambao unashoka kweli. Kama leo tutafakari mmoja wa sasa kumsamehe, mwambie kwa leo nakuachia. Asiseme moja nitakuachia. Si useme utaachia. Sasa nitaachia kidogo. Tuachie tusikakazia watu ambao hawana nafasi katika mioyo yetu. Hilo sababu ni kazi ambayo tumeachiwa. Kwa amri hii iliyowaachia. Tujitathmini. Ni kwa kiwango kipi mimi nimefikia kwenye wapenda? Kwa sababu hapa tungefanya mtihani hapa. Ungepata kwamba tunachukia zaidi kuliko kupenda. Tunachukia sana sio kupenda. Na mtaka kujua basi naomba wanaanza siku moja vipindi vyangu juzi nimewaekea mtihani. Wakaanza mtu sinema hata hiyo ni rahisi sana. Mtendo ni rahisi sana. Ni nini kinatenganisha ndoa na mahusiano? Kwanza walishuka kulikuwa na pointi 33. Mtu alisema basi tuangalie hili kinaleta pamoja. Tulishia 17. Mzee Kristo. Tulishia 17 tu. Na hapo basi ukiangalia basi ni mambo mengi ambayo mazuri kwa mke wangu, kwa mume wangu, kwa mpenzi wangu. Utakuta mazuri yanaishia 7, ukienda mabaya 16. Mzee Kristo. Kwa hiyo tunaalikwa hii amri tuibebe kidogo kwa mara moja. Wajalia watu nafasi katika mioyo yetu. Kama tutafakari tunasikia na tumseme basi leo tunakupenda kidogo. Kidogo kumwonyesha upendo, umsamehe, umsalimie kwa amani. Kama hiyo watu wanasalimiana mpaka unashindwa ni mume na mke au ni nini? Basi mshikazo tunaoniana sana. Uhamri mpya hii tujaribu kuishi katika maisha yetu. Jambo la mwisho basi ni kwamba tuliposikia somo la kwanza ilikuwa ni sadaka ya kale na
kutoka kwenye sadaka au Pasaka ya kale tunaingia kwenye Pasaka mpya. Kwa hiyo naombeni tunapoingia kwenye ibada za misa kila siku, nakumbuka tukiwa mashemasi tukikumbusha swala hili la kuadhimisha ibada ya Kristo, kwamba kila ibada iwe special, isiweke mazoea. Mara nyingi inawezekana kama mapadri wa sisi mgombeni, tusiweke mazoea katika kuadhimisha ibada za misa. Inapokuja kwenye ibada ya misa, kama ni tafakari, iwe ni original. Nisiseme kama majina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu imekuwa mazoea. Na sisi kama waamini tusiweke mazoea kwenye kuingia kwenye ibada za kanisa. Kila siku iwe ni siku. Na mwisho unakumbuka kufanya kazi kule Netherlands. Ibada kuadhimisha ibada ya misa kwa masista wa Wanatheresa. Na masista wale hawaingiliani sana na watu. Kwa hiyo nilikuwa nikienda napata wameendelea kwenye sakristia, na nikiingia altareni niko peke yangu, wao wale wakalii viti mahali patakatifu. Lakini kule sakristia walikuwa hapana vitu vingi isipokuwa karatasi moja ambayo ilikuwa imeandikwa mara 3, sentensi 3. Ya kwanza, adhimisha ibada hii ya misa kama ndio ya kwako ya kwanza. Pili, kama ndio ibada yako ya pekee, na kama ndio ibada yako ya mwisho, kwamba unapoadhimisha ibada ya misa ile ya kwanza, ya pekee na ya mwisho. Na sisi naombeni tunafuata mfumo wa masista, tunapoingia kwenye ibada ya misa tuache mazoea, uje kwenye ibada ya misa kama ndio ya kwanza, ndio ya pekee na ndio ya mwisho. Basi kwa mwaliko wa Kristo tutaenda basi kufanya alichokifanya miaka hiyo ya zamani, kuwaosha miguu. Basi nitawaalika kwa mtupe mmoja wakati akina baba 12 wakijiandaa kuja hapo.